huyu mama anayetumia P2 kiholela anaweza akapata mvurugiko wa homoni. Tukumbuke kwamba ile ni dawa ambayo imetengenezwa kutumika kwa mwanamke kama dharura. Sasa unapoichukulia dharura kwamba wewe ni kawaida yako, kila unapoenda kukutana na mwanaume unameza P2, kabla hujakutana na mwanaume upo kwenye siku za hatari unameza P2. Yaani imekuwa ni kawaida yako kutumia P2. Mtu unakuta kwa mwaka ametumia P2 mara 20, mara 40, mara 50. Hayo ni matumizi holela ya P2. Kwa mwisho wa siku itadisturb mfumo wako mzima wa uzazi, itadisturb mfumo wako mzima wa homoni. Utaanza kupata damu zisizoeleweka, ukapata hedhi yako isiyoeleweka, ama usione hedhi kabisa, ama ndio hivyo siku zako zikarefuka ama zikawa fupi sana kwa sababu tu ya matumizi yako holela ya P2. Kwa hiyo mvurugiko wa homoni, wamama wengi wana changamoto za uzazi kwa sababu ya mvurugiko wa homoni, na mvurugiko wa homoni umetokana na matumizi holela ya P2. Yes. Athari nyingine ya pili, tunasema mama huyu ambaye anatumia P2 kiholela anaweza akapata miscarriage za mara kwa mara, kuharibikiwa na mimba kwa mara. Hiyo nayo ni sababu mojawapo au ni athari mojawapo ambayo mama anaweza akaipata atapokuwa na matumizi holela ya P2. Lakini athari nyingine tunasema ni kuchelewa kupata mimba au kutokupata kabisa mimba. Hivyo basi matumizi holela ya vidonge vya P2 yanaweza kuvuruga mfumo wa uzazi na hata kusababisha ugumba kwa mwanamke. Kwa hiyo ni vyema tukaweza kuepuka matumizi holela ili tusiweze kuingia kwenye changamoto za kuwa wagumba wa muda ama ugumba wa kudumu, kwa sababu ya tumeharibu mfumo wa uzazi kwa ujumla kwa sababu ya kutumia dawa za dharura kama uzazi wa mpango. Yes. Lakini pia ya athari nyingine ya mwisho tunasema huyu mwanamke anakuwa kwenye hatari ya kupata saratani ya kizazi endapo tu atatumia kama dawa ya uzazi wa mpango wa kawaida. Sasa wewe umechukulia P2 kwamba kila unapoenda kukutana na mwenzi wako unameza P2 ili usibebe mimba. Kila ukiwa kwenye siku za hatari unameza P2 usiwe. Kwa hiyo unajiweka kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya kizazi kwa sababu tu ya matumizi holela ya P2. Yes, kwa hizo ndo sababu ama athari zinaweza kumpata mwanamke anayetumia P2 kiholela. Hivyo ni washauri mabinti, akina mama, hasa mabinti ambao wapo katika umri wa kuzaa na hawajaingia kwenye ndoa, ni vyema kupunguza matumizi ya P2. Wewe kama ni binti hutamani kupata ujauzito kwa kipindi hicho, unafika kituo cha afya, unapata ushauri, then unapewa njia sahihi. Utakapofika umri sasa umekutana na mwenzi wako, umefunga ndoa, unahitaji kubeba ujauzito, unafanya maamuzi ya kubeba sasa ujauzito, lakini sio haupo kwenye ndoa, upo kwenye mahusiano, wewe kila mkikutana unatumia P2. Mwisho wa siku tunasababisha sana changamoto za uzazi tunapokuwa kwenye ndoa. Umekaa kwenye ndoa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hupati ujauzito kwa sababu tu ya maisha yako uliokuwa unaenenda huko nyuma kabla ya ndoa ya kutumia P2 kiholela. Hivyo na mimi mtakuwa umenielewa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.